Yeremia 51 kuanzia hapo mstari wa 19. Yeremia 51 mstari wa 19. Yeye fungu la Yakobo siye kama hao, maana ndiye aliyeviumba vitu vyote, na Israeli ni kabila ya urithi wake. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitavunja gari za vita na yeye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja mwanaume na mwanamke, sema Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa neno lako siku ya leo. Naomba Roho wako Baba akatufunulia siri za kiroho, Bwana, tukaweza kulielewa neno hili katika jina la Yesu Kristo. Niomba na kuamini. Amina. Kwa hivyo tutaangalia neno lingine kidogo tu kabla sijaanza kunena. Neno lingine linapatikana katika kitabu cha Ezekieli 36. Nikuguzia tu nikipita hiyo, lakini ningependa iwe maanani. Pana neno lingine ningetaka kuguzia kidogo tu, kwa sababu pengine ikiwa na ubiri litakuja. Neno katika Isaia 23. Isaia 23. Mstari wa 18. Isaia 23 mstari wa 18. Inasema hivi: na biashara yake na ujira wake utakuwa wakfu kwa Bwana, hautawekwa hazinani wala hautawekwa akiba, bali mapato ya biashara yake yatakuwa mali zao wakao mbele za Bwana, wapate kula na kushiba na kuvaa mavazi ya fahari. Kwa hivyo wapenzi, neno la Bwana limekuja hiyo siku ya leo, na Mungu ameninenea kwa asubuhi ya leo kuanzia kitu saa 9 usiku. Sababu nilikuwa naambia Mungu sina jambo la kuambia kanisa siku ya leo, na sielewi ni namna gani. Kwa sababu wakati wote nilikuwa naangalia vita vile inaendelea, na vita katika yale umesikia hapo, na vita vile vile katika upande mwingine wa kiroho. Na hizi vita zilikuwa zinachanga sana, zinaleta shida sana. Zaidi nikiangalia vile watu wanauawa kila mahali. Vijana wanamalizwa, vijana wanatekwa, wazee wananyang'anywa mali. Nikikumbuka Ukraine vile kumekuwa na vita miaka 2-3 imekwisha na hakuna amani. Magogi na Gogi wameamuka. Nikikumbuka vile vile ambavyo juzi tumewahi kuona Israeli ikianza vita, wengi hawakujua ni nini. Na ujumbe huu sihubiri ati upende, kwa sababu najua wengine wako upande mwingine, wengine wako Palestina, lakini nahubiri kwa sababu ni neno la Bwana na imani yangu iko katika neno la Bwana. Bwana asifiwe. Na ninajua ya kwamba Bwana ni mshindi. Hakuna wakati amenena neno lake likapita bure. Na hii ilitolewa mwanzo kabisa. Nimewahi kusoma mambo mengi katika Biblia, mambo ya Seraia, yani ni mtu jasiri, mtu hodari wa Mungu anayepeleka
neno la Mungu mahali linatakikana. Na aliweza kuwa katika wakati wa Daudi, hiyo nitafunza wakati mwingine, na katika mambo tofauti wakati wa Samueli na kwingineko. Huyu mtumishi wa Mungu, yaani kwa jina lingine utamuita nabii. Wakati unabii unatolewa, ni lazima neno hilo, wengine watasikia uchungu, wengine. Kwa hivyo huu ni wakati mgumu sana, ambapo kanisa linakumbushwa ya kwamba wakati ambapo Mungu aliteua taifa lake, alijua litaishi. Na sisi tukaingia katika taifa hiyo kwa njia ya kuingizwa na damu ya Kristo. Tukawa moja na Hawa. Ijapokuwa sisi kuingia ndani sana, tuna damu ile ya Waisraeli ndani yetu. Makabila mengine katika Afrika walikuwa ni uzao wa Asha, wengine ni uzao wa Dani, walioteremka kusini. Ile nitafunza wakati mwingine. Ukisoma katika Isaia na vile vile katika Zefania, mambo haya yapo. Makabila yaliyo chini ya mto wa Nile, ni makabila gani hayo? Tunayajua yako katika Afrika. Kwa hivyo wapenzi, inaweza kuwa ni wewe, na ni wakati huu ambapo Bwana alitoa huu shuhuda zaidi ya miaka 600 kabla ya kuzaliwa Kristo, na kuongeza tena miaka 2025. Sasa ujumbe huu unakuja kutimia. Haleluya! Katika kitabu cha Yeremia, karibu miaka 3000 habari hii ilinenwa na ikaandikwa, lakini kwa miaka yote haikuweza kutendeka, haikuweza kufanyika vile ambavyo Bwana amesema sasa, kwa sababu walipigwa, walipelekwa kule katika Babylon. Lakini nikugusia kidogo na usiwe na haraka leo. Wakati Mungu alimuondoa Abrahamu kutoka kwa watu wake, alimtoa katika Iran, ndio hiyo mnaita Babylon. Na jina Babylon wengi hamjafahamu katika historia. Babylon, jina hilo ni Bali, B-A-L-I, Bali. Ni mji uliokuwa chini ukitoka mji wa Basra na Baghdad. Yaani mito miwili inapokutana, Tigris na Euphrates, ambayo ilikuwa ni mpaka wa Israeli, zinakutana pale chini katika nchi ya Iraq na Iran, lakini ilikuwa moja Mesopotamia. Wakati mito hii miwili inakutana ikienda kuingia Agafa, ile bahari kubwa, palikuwa na mji uliitwa Bali. Huu mji uliitwa Bali ndio ambao uliandikwa kwa Kigiriki, ndio waliandika Babylon kwa Kigiriki, lakini unaitwa Bali. Na uliitwa Babylon, yaani ni jina ya Kigiriki kwa jina ya Baal ya watu wa Iran, watu wa Mesopotamia. Kwa hivyo wapenzi, iliitwa hivyo kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ndio mapatano ya bahari kubwa, na mito hii inapoleta maji, biashara ilikuwa kubwa sana, ilikuwa port. Ilikuwa biashara kubwa zinakutana pale, za kwenda India, kwenda kaskazini kusini, Red Sea, Indian Ocean, kuzunguka kwenda Uingereza, hakukuwa na Suez Canal, kuzungukia kule, na biashara wakati wa Marco Polo, na wakumbusha historia, wote walikutana pale. Kitaka kwenda China, kitaka kwenda wapi, biashara zote zilikutana pale. Hiyo ni wakati kabla ya Jerusalem, na biashara ilikuwa kubwa sana. Kulikuwa ukaifu, ilikuwa unajua mji wowote ambao una biashara, ukahaba inakuja huko. Kwa mfano, wakati wazee wa tuseme Kenya wanauza, wanapata pesa ya kahawa, wale makahaba wote ukimbia vilabuni kwa wale wazee, kwa sababu wanajua leo wazee wamepata pesa, wamelipwa. Kwa hivyo ukahaba, na kuambia nini, inakuwaga mahali ambapo wale wanajua Mombasa, mnajua watu wa Kongo, mnajua Luanda ile ambayo iko katika Kongo Brazzaville, mnajua Lagos, mnajua miji kama Alexandria, mnajua miji Bangani, mnajua Beira, mnajua Cape Town. Miji hii yote iliyo bandari
yote ina ukahaba mwingi sana na wizi na unyang'anyi na mambo makubwa. Lakini wakati Biblia ilikuja kuandikwa ili watu wajue usherati na nini, wakaambiwa juu ya Babylon, kwa sababu maendeleo ya kwanza ilikuwa Babylon. Watu wa kwanza kufanya hesabu ilikuwa Babylon. Mfalme mmoja aliitwa Hammurabi. Kwa hivyo mambo haya sitaki kuingia ndani sana, lakini nataka ugusiwe tu, sababu ndio hiyo tunaongea. Ikabadilishwa jina kutoka Mesopotamia ikaja Persia, kutoka Persia sasa inaitwa Iran. Kwa hivyo wapenzi, wakati unaangalia mambo haya, nataka uingie. Ikawa Israeli walikuwa wamesumbuka miaka mingi sana. Kuanzia wakati huo, mnajua Abrahamu alivyoenda kitembea na Mungu. Mnajua vile Isaka alienda. Mnajua vile Yakobo alienda hata kuwa mtumwa miaka 20 ili apate alicho nacho. Mnaelewa mambo haya walipopigwa baada ya kufa kwa Kristo. Kabla ya kufa kwa Kristo, hekalu ya kwanza ikabomolewa na Nebukadneza. Baadaye hekalu ya pili tena ikabomolewa, ikajengwa na huyu anaitwa Herodi, kabla ya kuzaliwa Kristo. Na wakati Kristo alizaliwa, mwaka wa 70 alipokufa, mwaka 33, naye mwaka wa 70 kwa sababu ya Roho Mtakatifu na kanisa la Bwana, hekalu ikachomwa na Mrumi kaharibiwa. Tangu wakati huo hekalu haijajengwa tena, lakini kumekuwa Waisraeli wamekuwa wakipeleka jiwe moja moja kule Israeli kwa sababu wanataka kujenga hekalu ya kumalizia. Mebaki ukuta tu uliojengwa na Suleiman. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sasa tukija, ikafika ya kwamba walienda duniani kote, wanauawa kila mahali. Spain, kule Gaul, yani France ndio huko, kutu mahali kama Germany. Unaelewa vile wameuawa kwa wengi, mpaka wengi wakakimbilia hapa Amerika na wengine South America, ambapo walipata uhuru kiasi na kuanza kujiunda tena. Ni watu ambao wamebarikiwa na Mungu, ndipo alisema ya kwamba kupitia mtumishi wake huyu Yeremia. Na unajua Yeremia ni wakati wanashikwa kupelekwa Babylon, aliambiwa utamtuma mtumishi wangu mpaka 59 mpaka 64. Utaona ya kwamba Seruya anatumwa aende akapeleke ujumbe huu ya vile kazi hii itakavyofanywa na Mungu siku hizi za kumalizia, apeleke ujumbe huo vile watafanyiwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ndivyo tulivyo sasa. Wakati hasira za Mungu zimeamuka, unajua Israeli wamekuwa wamenyamaza tu. Kufikia mwaka wa 1900 ndio walianza chama cha Zion na wakaanza kutayarisha, na kufikia miaka ya 38 wakawa wamesimamisha Zion kurudi kutafuta kwao, sababu tayari nchi yao ilikuwa imechukuliwa na wale walioachwa, wale mnaita wa Palestina. Wa Palestina hao ndio wanaitwa Wafilisti katika kitabu cha Samueli, na waliweza kujinyakulia nchi na kubaki mahali pale. Kwa hivyo kuanzia mwaka wa 70 mpaka mwaka wa 1933 walikuwa hawana nchi yao, hawana mahali pa kuishi, ilichukuliwa na watu ikaenda. Walikuwa ni watu tu kupita pita kila mahali. Lakini Mungu alisema nitawapa alia, yani nitawarejesha nyumbani kwenu, na mtakula vizuri, mtaishi maisha mazuri, vile tumesoma katika kitabu cha Isaia 23. Mtakula vizuri, mtakaa vizuri, mtavaa nguo nzuri za fahari, na mtakula mtashiba. Ilikuwa tu ni unabii. Na ndipo ilifika mwaka wa 1948. Mwaka wa 1948 ndipo Mungu aliwaambia mtarudi nyumbani. Na ndipo Ottoman Arabs walikuwa wamechukua ile nchi ya Palestine na ikawa imechukuliwa na mamlaka ya Uingereza. Na Uingereza ilikuwa inataka kuwarudisha ili wakae huko, waache hali ya kutangatanga na kuuawa kote ulimwenguni. Lakini ni Bwana aliyenena nao. Na mpangilio ilikuwa walikuwa wamepanga hawa watu wa Israeli waje wakae Kenya, iwe nchi yao.
lakini baadaye wakaamua wacha warudishe mahali ambapo panajulikana kama Israeli, na ndipo wakapewa kule. Kwa hivyo kulikuwa na watu walikuwa huko, na unajua hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo 15. Ibrahimu aliambiwa, nitakupa nchi na itakuwa yenu, na nitakupigania adui zote. Kwa hivyo sasa mwaka wa 48 waliweza kupata nchi yao na wakapata mahali ya kuishi, mahali Mungu aliwaahidi, mahali walitembea miaka 40 wakirudi. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini? Waliporudi hapo, vita vilianza. Watu waliokuwa karibu, roho zao ziliamka. Mwaka wa 54 kulikuwa na vita. Hata pale 48 wakati walichukua ile nchi na kurudi, vita viliendelea mpaka mwaka wa 1951 wakijaribu kufukuzwa, lakini Mungu akasimama nao. Baadaye mwaka wa 54 nchi ile iliweza kuamkiwa na Waarabu wote wanaozunguka mahali pale. Nchi nyingi sana za Waarabu, Egypt, Libya, zote, Algeria, Tunisia na nchi zote za Uarabuni, Jordan, zote zikaamka kinyume cha Israeli. Na hata mfalme aliyekuwa kitawala wakati huo katika Misri aliweza kupinduliwa serikali na mwanajeshi ambaye aliitwa Gamal Nasser. Na ikawa sasa wameamkia Israeli kabisa, na nchi wakasimama. Baadaye mwaka wa 1967 Waarabu wote waliungana, nchi zaidi ya karibu 10, kuipiga nchi ya Israeli. Na ukiangalia nchi ya Israeli ni kama ulimi tu, kaulimi kadogo tu ukilinganisha na Iran. Iran ni mara 3. Kenya inaingia Iran mara 3. Ukubwa wa Kenya unaingia Iran mara 3. Ni nchi kubwa. Lakini sasa waliamkia nchi na wakasema, tutaisafisha kutoka katika uso wa dunia, haitaonekana tena. My friends, wapenzi, Mungu aitwe Mungu. Walipofanya hivyo, vita vilianza, lakini vita ilipiganwa siku 6 peke yake. 6-day war. Aliyekuwa anaongoza huko ni mama tu. Mama ndiye alikuwa prime minister. Basi kwa ile yako na prime minister alikuwa kitu Golda Meir. Aliweza kupiganisha hiyo vita akiwa na mwanajeshi wake mkuu ambaye aliweza kupigana hiyo vita kwa siku 6. Mungu mwenyewe aliingia kati. Sitaki kuwafunulia sana, lakini tulikuwa tunaangalia historia hiyo, na kulikuwa na watu walioinuliwa na Mungu wakiangalia hiyo bomu, hiyo nini ya kutoa risasi za, akiangalia hivi inajikunja, ikienda kupiga inajikunja, inamwaga hapo. Vita ilichukua siku 6 na ilitisha dunia mzima, sababu hakuna vita kama hiyo ilikaa kwa siku hizo. Wapenzi, Mungu akapigana. Kiongozi wa jeshi aliitwa Moshe Dayan, alikuwa na jicho moja. Lakini nawaambia haya yote kwa nini? Nataka muone wakati Mungu amesimama na wewe, hakuna adui atakaye kuweza. Hata kama utaona amekaribia sana kukumaliza, hataweza. Na sasa ni wakati wa unabii wa Mungu kutimia. Sijui wewe unaamini namna gani, lakini mimi naamini Mungu ni mshindi wa kila jambo, na neno la Mungu ni kweli na ni amina. Hata kama wataanguka wangapi, Israeli itasimama. Amen. Praise the Lord. Amen. Israeli itasimama. Kwa nini? Kwa sababu ni neno la Mungu. Mungu alisema atakuokoa wewe, na watu wenu wakaona hawezi okoa.
okoka, hawezi faidika. Wengine waliona vile utakufia kwenu Afrika. Wengine wakaona utakufia kampu. Wengine wakaona utakufa kitu ambacho hakina heshima. Lakini Mungu amekuinua wewe. Amekuleta kwa muujiza katika nchi kama hii. Nchi iliyokuwa na wenyewe, nchi ambaye hata sasa ina wenyewe, na anakupenyea, anakupa nyumba ambayo haukujenga, anakufungulia kazi haukufanya, anakupa pesa ambaye haujui hata value yake. Wengine hata walikuwa hawajui kuhesabu dola. Hata saa hii kuna watu hawezi kuhesabu cents na quarters za Amerika hapa kanisani. Kuna mtu nikimumwagia hizi senti na nini hapa nimwambie hebu tengeneza dola ya hizi, hawezi unganisha. Labda umpe karatasi. Halo? Kuna wengine wakiona hizo senti utupa tu, hawajui value yake. Sababu hii ni nchi gani? Lakini Mungu akaona utaishi hapa. Mungu akaona atakuleta hapa uwe mrithi katika nchi hii. Hivyo ndivyo Mungu aliona Israeli. Vile alikuona wewe ukiwa dhaifu, akaona atakupa nchi. Na hapa labda ushindi wa mwenyewe. Kuna mashamba, kuna manyumba, kuna shule, kuna loni za shule, kuna kila kitu, kuna baga, kuna makoloni, kuna mchele. Halo? Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni Mungu aliyetenda hayo ili miujiza iweze kuwa katika maisha yako. Tunaishi kwa miujiza. Hatuishi kwa sababu ya watu kupenda. Hata jamii zetu hawapendi wale wako Afrika. Hawapendi kusikia pia kwamba una mahali unaishi hapa Amerika. Wanaulizana anaingia kwa ndege anaenda hivi na anakuja hivi. Kwani yeye ni nani? Hiyo neno wakitoa tu na wewe ukae na uoga, inakuja inakudunga. Mambo yako inaanza kurudi chini kwa sababu ya uoga. Shetani anapata nafasi ya kuingia. Ni lazima ujue namna ya kuzuia mishale ambayo inatumwa na adui zako kila siku kila wakati. Hawatulii. Na hata hapa si kawaida Mungu kuongea juu ya wachawi na nini. Lazima kuwe kuna mchawi. Wanafunga hizi. Hawajaamini Mungu kabisa na wako mbele ya Mungu. Lakini maisha yao hawataendelea, watakaa hivyo tu. Wengine wataendelea na watasimama hapo hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapenzi, Mungu akatuma unabii. Siku za Yeremia akavunja zaidi ya vitu 20 katika maisha. Anasema ya kwamba tuangalie mstari wa 19. Mungu anasema yeye, yaani Mungu yeye ni fungu la Yakobo. Hawa Waisraeli ni fungu lake la Yakobo. Fungu la Yakobo si kama hawa wengine. Mtu ambaye ameteuliwa na Mungu si kama hawa wengine. Wewe hapana kama mtu wa mataifa. You are different, wewe ni tofauti. Yeye anasema hawa si kama watu wengine. Hawa sio kama mataifa mengine. Hawa sio kama wale unafikiria wana nguvu sana. Hawa sio kama vile wewe unadhani, hapana. Mungu amewatenga. Sasa naongea juu ya Israeli. Mungu amemtenga Israeli. Amesema yeye ni tofauti. Maana Mungu ndiye aliyeviumba vitu vyote. Kwa hivyo anajua. Wala hauwezi kumwambia Mungu ati hujui unasema nini na siku hizi tuna bomb tuna nini. Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye aliumba vitu vyote na Israeli ni kabila ya urithi wake Bwana. Praise the Lord. Israeli ni kabila ambaye Mungu amerithi yeye mwenyewe. Kwa hivyo kitu ambacho Mungu amerithi mwenyewe, wewe nani utapigana naye? Wewe ni nani? Atinyang'anye Mungu ile kitu yake, atiwe yako na umalizi. Na yeye ndiyo muumba wa kila kitu. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akasema Israeli ni urithi wake. Na dada na ndugu yangu, nikiwa na urithi wangu mimi, hawezi kuninyang'anya. Hata kale kaploti kadogo ninako, hebu jaribu kuchezea. Kadogo tu. Hawezi kuninyang'anya kama tayari nisapata. Na nimesema ni urithi wangu Mungu amenipa.
nikiamini nitaachia na mimi watoto wangu, alafu uje unyang'anye. Halo? Inawezekana? Hauwezi nyang'anywa ndugu yangu. Hauwezi nyang'anywa dada yangu. Utaenda kila koti na baadaye kuna wengine hawatavumilia. Watatafuta kila njia ya kupata haki yao. Kumbuka Naboth katika Biblia. Alikuwa na kashamba kake anapanda mboga tu. Na mfalme ana nchi nzima. Nchi yote ni yake. Lakini alipoenda kutaka ile kashamba kadogo ya Naboth, Naboth alimwambia siwezi kukupa urithi wa baba yangu. Alikataa kabisa. Mpaka Jezebel wakamuua Naboth, wakachukua. Na wakaambiwa Ahab na Jezebel italambwa na damu na mbwa huko chini, itambiwa na mbwa tu. Na ikawa hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapenzi, mambo ya urithi si kitu cha kuchezewa. Maana hicho ni kitu Mungu amekupa. Na sasa yeye anasema yeye ndio mwenye urithi wa Israeli, ni urithi wake. Hicho ndicho kitu Mungu anajivunia. Akiwa mbinguni anasema nina watu wangu. Kwa hivyo wapenzi, akasema nini? Akasema na yeye ni Bwana Mungu wa majeshi. Akiwa Bwana Mungu wa majeshi, hiyo Mungu anaimanisha nini? Yeye ndiye anasimamia majeshi yote. Yeye ndiye mkuu zaidi ya wote. Na wapenzi, Mungu akiwa ndiye mkuu wa majeshi yote pamoja duniani, yeye ndiye mkuu. Na yeye ndiye mrithi wa Israeli. Kwa hivyo nataka ushike kitu kimoja hapa. Hakuna wakati jeshi yoyote itamweza. Unajua siri, ngoja nikwambie siri. Uko katika ile nchi, wewe haujielewi. Pennsylvania. Jana nilikuwa nachunguza. Na umesikia, umeuziwa na pastor, sikutaka kuongea sana. Ati bomu zilimwagwa jana huko Iran, mpaka dunia yote imeanza kulalamika, makabila hili China na wapi wameanza kulalamika, sababu Amerika iliona lazima isaidie Israeli. Na unajua Amerika ndio ilifungua ambassador wao Jerusalem, wakati huyu Trump akiwapo ndio alifungua. Kwa hivyo sasa, acha nikwambie hii siri na usiende kuambia watu, ni watasikia tu. Ndege iliyoenda kumwaga hizo bomu inaitwa The Spirit of Pennsylvania. Niliona hiyo. Yeah. Hello? The Spirit, roho ya Pennsylvania. Nataka uone ile nchi huko wewe. Maana Mungu ametutuma Pennsylvania. The Spirit of God is so powerful here. Amen. Kwa sababu tunasimama na neno la Mungu. Mbona isiwe California? Mbona isiwe Florida? Mbona isiwe huko Washington? Mbona isiwe Maryland? Mbona isiwe Boston? The Spirit of Pennsylvania. Ndio ibeba hizo bomu ikaenda ikafanya kazi. Kwa hivyo maombi tunayoendelea, Mungu amesikia. Usijione dhaifu, na nakupa namba yake. WM Spirit of Pennsylvania number 393 BS, ambaye vile vile ni katika series ya B2 Spirit of Steel and Bomber, na kuendelea kutoka 89 mpaka 0129 Global Striker. Yeye ilifanya kazi. Unasikia watu wanalalamika. Na wakati Mungu anasema anateua mahali wateule wake wapo. Kwa hivyo kuna kitu ambacho nataka ujipatanishe nacho. Wewe uliye Pennsylvania hautasahaulika, kwa sababu walio hapa wanaoomba. Unajua hii nchi imepandwa misingi mingi sana ya kiungu. Na yule aliitwa William Penny, nimekupa utasoma hiyo. Ni one of the God's generals. Na alipokuja kuhubiri hapa wakiwa na wengine wakati wake, alihubiri wakienda wakipanda misingi ya Mungu. Miaka hiyo ya 16th century inaendelea kusimamisha kazi ya Mungu mahali hapa. Hata ukiona shetani anajaribu sana
lakini hajaweza kazi ya Mungu ambayo watu wa Mungu wangalipo mahali hapa. Na ndipo Mungu amesema ya kwamba yeye ni urithi, na kitu cha kwanza ambacho kimefanya dunia mzima ilalamike kimekuwa ni roho ya hapa Pennsylvania. Ndio imesumbua dunia mzima, ikaanza kuona kuna shida. Na sasa wapenzi, ninakwambia hivi, na akaendelea kusema, akasema, wewe Israeli, wewe ni rungu, ama rungu langu la silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunja mataifa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ujue, Mungu anasema ya kwamba kupitia Israeli atavunja mataifa. Kuvunja ni kuvunja, inavunjika, unagonga tena na nyundo, unavunjika mpaka viwe sehemu mbaya haiwezi simama peke yake. Praise the Lord. Na si taifa, ni mataifa. Hata hao wanapiga baba wakiingia, neno la Mungu litasimama. Halo, hakuna wakati Mungu ameshindwa. Kwa hivyo kwa mambo ya mataifa yote yatainama, kwa sababu huu ni wakati wa Mungu. Na amesema mwenyewe ya kwamba yeye ndiye silaha, ametumia Israeli kama silaha yake na ni rungu yake. Kwa hivyo wale watagongwa na Israeli, watagongwa tu na watagongeka. Kwa sababu ni Mungu amesema. Anatumia hiyo. Unajua Mungu ni roho. Sijui kama unakumbuka, Mungu ni roho na anaingia kwa wale wanaomwamini katika roho na ukweli. Hayuko ndani ya Israeli na anafanya hiyo kazi. Sisi wa Marekani wa hapa Pennsylvania tumeambiwa tupeleke vyombo, kwa sababu sisi Mungu anakaa ndani yetu. Praise the Lord. Kwa hivyo tayari tumehusika katika hivyo vita. Mataifa yote yatainama. Na uliambiwa Magogi na Gogi watakapoinuka kwenda kupigana na Israeli, Mungu ndiye atasimama. Sasa hasira za Bwana zimeamuka. Magogi ni ile ni Gogi ni Iran. Na Magogi ni Russia. Hao wakiingia takiona cha kutemakuni. Itakuwa ni siku za kumalizia. Bwana sifiwe. Halo. Kwa hivyo wapenzi, anasema umesikia, atamaliza mataifa yote, atayavunja the nations. Kwa hivyo usijali mahali huko ati nani watasimama, nani wataenda kuunga mkono huko. Umeona Mwarabu hata mmoja akiongea? Kimya wote, hakuna. Nchi ya Uarabu imeamka. Sababu anakumbuka 1967 vile walifanyiwa. Hawezi amka, wanatulia wagoje ni nani ataenda kwanza. Wale waliondaka nje ndio wanapiga mdomo. Nao watakutwa, kwa sababu najua Mungu atawakuta. Mungu ni roho, yuko kila mahali. Bwana asifiwe. Na kwa wewe nitaiharibu falme. Kwa Israeli nitaharibu falme. Wale wanajiita wafalme watarudishwa chini, watamalizwa kabisa. Wapenzi, hiyo ni ya pili. Mataifa, wafalme, watu watamalizwa. Na ni wale tu watakaoamuka kinyume na Israeli. Hao ndio Bwana anasema hao nitawamaliza. Kwa hivyo wapenzi, tukiendelea tunaona ya kwamba mstari wa 21, na kwa wewe nitamvunja farasi na yeye apandaye huyo farasi. Kwa hivyo farasi inaonyesha nguvu. Ile nchi yenye nguvu sana, power. Sababu horsepower tunatumiaga farasi kuonyesha nguvu za kivita na kila kitu na nuclear na zinginezo. Ati hizo farasi atazimaliza, nguvu hizo atamaliza, na yule anayeendesha hiyo farasi ampandaye, wote atawamaliza. Hakuna tatulia. Kumbuka siku za Deborah. Mungu alitenda kupitia Baraka. Kwa hivyo wapenzi, si mara ya kwanza. Saa hii Mungu anatoa unabii wa mwisho. Sababu this time Israeli ikiwapiga hawa, hawatarudi tena kucheza naye. It will be the last one. Kwa hivyo wapenzi, anasema ya kwamba na kwa wewe nitalivunja gari la vita. Magari ya vita, hizo weapons zote ambazo zinatumika
Mungu amesema atazimaliza, atazivunja zote. Kwa hivyo wapenzi, na yeye achukuliwayo ndani yake, hizo ni ndege na vitu zingine za vita, manuali za vita na zingine, Mungu anasema atazimaliza, na wale wanaozitumika kama nahodha wao, pilots na nini, atawamaliza wote, hakuna atarudi nyumbani. Hasira za Mungu zikiamka, hakuna jambo ambalo hawezi tenda. Na anazidi kutuambia ya kwamba na kwa yeye nitawavunja mwanaume na mwanamke. Na kwa yeye, kwa Israeli, nitamvunja mwanaume na mwanamke. Sijui unaelewa nini? Anasema atamaliza uzao wa adui za Israeli. Atamaliza mwanaume na mbegu tena, aliye adui wa Israeli. Na mwanamke anaigeka hiyo mbegu inakuwa mtoto. Anasema nitawavunja. Kwa hivyo hakutakuwa uzao kwa wale wameamuka kinyume na Israeli. Uzao wao utamalizwa. Wale ambao wangeleta watoto watakuwa hawapo. Anamaliza kabisa. Na anazidi kusema ya kwamba na kwa wewe nitawavunja mzee na mtoto. Kupitia kwa Israeli, wazee waliopo ambao upeana historia ya vile kulikuwa na nini, hawatakuwa tena, watamalizwa. Yani historia ya hiyo nchi zikwishe kabisa, hazitakuwepo tena, sababu itatikisa ulimwengu. Wewe unaweza kuwa sahihi hujasikia, lakini siku baada ya wiki moja utasikia. Hata ukiwa hapo utaanza kusikia kunaendelea namna gani. Mungu anasema atalipisha, na si uko tu, hata adui aliye hapa Bwana atalipisha. Hebu jiuliza wapenzi, na mimi nauliza tu, mnaona mambo inatendeka, mnaona kama ni kawaida? Hakuna jambo inatendeka kwa kawaida. Juzi mnasikia huyu president anasema watu wote ambao ni terrorist hawaingii hapa. Sijui kama mlielewa ni nini anasema. Hakuna green card kama, hakuna kuingia tena, hakuna refugee tena, sababu watu wanaingia kupitia hiyo. Watu wa Somalia, watu wa Sudan, wale wanauana wenyewe kwao, Waarabu wa Islam wameingia hapa, vita zinaanza, wanataka kuanza vita kwa ndani, kwa sababu pengine walijua mpango huu wa kupiga Israeli. Sasa walitaka wawe hapa wajitayarishe iwe kama 9/11. Mnajua 9/11? Waanze vita kwa ndani, ambayo itakuwa ngumu. Lakini Mungu anamwendea huyu mtu ambaye mnaona kama ni mbaya sana, anamwambia fanya hivi, kwa sababu ni ukuta anajenga ili watu wa Israeli waweze kupata kinga. Hao watu wangekuwa hapa saa hii, na watu kuingia vile wanataka saa hii ni ngumu sana kuingia airport ya Amerika. Shukuru Mungu wewe uko ndani. Shukuru Mungu uko hapa. Saa hii kwenda hapa New York, kuingia kiwanjani ya ndege, kuingia kabla haujaingia laini ya mwisho, uchukue mzigo yako, unapitia. Na pengine unazuiwa huko nje. Wengi wamezuiwa nje. Wengi wamezuiwa Dubai. Wengi wamezuiwa kila mahali. Na wewe uko ndani. Favor. Hiyo tunaita kibali ya Mungu. Halo? Haujajifikiria? Unajua mambo mengine mnaona tu inatendeka, lakini kama hamko ndani ya roho, hamwezi kufahamu. Kama huyu mtu mbaya, huyu anafanya nini? Lakini katika ulimwengu wa kiroho, Bwana anaona na anatafuta ni nani nitatumia. Ni yule mtu ambaye ni serahia, mtu jasiri asiye na uoga. Ni huyu president. Sisemi mpende, shauri yako. Mungu anatumiaga anybody, akiamua ni wewe atatumia ni wewe. Amemrudisha kuwa president. Lazima kawaida, hakuna mwingine amesharudia Amerika. Anafanya ile mambo alitenda, akaenda State House, akaingia na watu wake, mkampeleka kotini na baadaye mnamchagua. That's common sense. Tumieni akili. Iko kitu Mungu anatenda hapo katikati. Na kazi ya kwanza amefungua Jerusalem, ameweka embassy. Mnamtoa. Anaenda anataka bomoa parliament ya Amerika kwa mara ya kwanza historia tangu 1776. Na mambo inakwisha tena. Tena yeye anasimama, mnamchagua. Cheni maneno.
na hamwelewi. Hamwelewi, mnaona yetu. Anakuja anaanza kuweka vifuko tofauti. Ati ruka hapa, uwe hapa. Umepata green card, shukuru Mungu. Umepata green card, shukuru. Na umekuwa citizen, shukuru. Sababu ni Mungu. Kama si Mungu, na nikuanishana wewe ni taifa la Israeli. Ndio maana uko mahali hapa, kwa sababu sasa umefichwa katika siri za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Anasema vile alitendea Sayuni, vile alipiga hizo bomu, vile amepiga Tel Aviv, atalipa. Mungu anaenda kumlipisha mbele ya macho yenu, asema Bwana. Kila mtu ataona ile Mungu atatenda. Na Israeli walienda wamepiga vituo vingi sana vya nyuklia katika Iran. Tayari wamehatuka, kwa sababu wale walikuwa wanasema wakipiga tu watatawala dunia mzima, hata Amerika itashuka chini, sababu nyuklia moja ikitupwa, sio kama unajua nyuklia. Unajua hapo milibomu, niwaulize tu wengine hata siku lele kama baba ya ujua, alikuwa na kijana mmoja akagonga ukuta kwa polisi na kichwa, ati akakufa, na hana mtoto mwingine wa kiume, na amefika zaidi ya miaka 30 hata pata mwingine. Tumaini linakwisha wakati mtoto wako ameondoka. Kama hauna nafasi ya kupata mtoto mwingine, mzee huwa amekwisha. Sijui wa mama, sababu sijakuwa mama, lakini mzee roho yake huwa imekwisha kabisa, na ndio wengine wanakimbia huko nje kutafuta kama watapata. Kwa hivyo wakati mtoto amekufa, tumaini la hiyo familia imekwisha. Na tunaendelea kuangalia, Mungu anaendelea kusema ya kwamba na kwa wewe nitawavunja kijana mwanaume na kijana mwanamke. Ati hata wale walio sasa wanaoana na nini, Mungu atawamaliza wote walio kinyume na Israeli. Hiyo ni kusema ya kwamba hakutakuwa na matumaini tena, no expectation. Taifa hilo litakuwa halina wazee, halina watoto, halina vijana, halina wa kike, halina wa mama, halina wazee, wote wamemalizwa. Kwa hivyo itabaki ukiwa isolated kabisa, isolation. Na wapenzi, nawaambia nini? Nawaambia na kwa wewe nitamvunja mchungaji na kundi lake. Zile dini, unajua dini zote ni za wachungaji. Anaongea juu ya dini zile ambazo zitakuwa kinyume na watu wa Mungu. Ni nyingi tu, mnazijua: Islam, Buddha, Shinto, Confucius, paganism. Dini hizo zote zitakuwa kinyume na dini ya Muisraeli. Na dini ya Muisraeli ni gani? Ni Torah, Judaism, Christianity. Zote zitakazokuwa kinyume na hiyo, Bwana anasema zote atavunja mchungaji wao. Nimeona kijana mmoja wetu hapa amevaa nguo ya mchungaji wa Islamu. Ameandikwa Amiri. Yaani yule ambaye utangaza asubuhi, Allah Akbar. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wapenzi, anasema hao ni wachungaji, atawamaliza wote na kundi la. Hakuna kitu Mungu atabakisha. Nataka uangalie hii prophecy. Na wakati anasema hivyo, anasema na kwa wewe nitavunja mkulima. Wakulima wa hao, yani wale wanatafuta chakula mashambani. Hao wale wanakuza chakula mashambani. Hakutakuwa na chakula mashambani, kwa sababu wakulima wote, namna ya kupata chakula Mungu anakatisha yote. Atawavunja, atawamaliza. Namalizia na kusema na jozi ya ng'ombe yake. Jozi ni ng'ombe wawili wakifungwa pamoja, ambao hutumika kwa kulima shamba.
Hiyo ni kusema matinga ya siku hizi na nini inayolima mashamba ya kuvuna ngano, zote hizo Mungu anaenda kumaliza kwa wale walio adui ya Israeli. Kwa hivyo chakula kitakuwa nadra kupatikana. Wakati vita hii inaendelea, kutaanza kuwa na upungufu wa chakula. Pengine nyinyi Amerika mtaisikia sana, sababu Amerika inajua kuhodhi sana chakula kutoka kila sehemu ya ulimwengu. Lakini ndugu zetu walio Afrika na kwingineko kutaingia shida kidogo ya chakula, sababu nchi nyingi wakulima watamalizwa, wale ambao ni kinyume na Mungu. Nchi zitakuwa na vile vile ng'ombe, matinga yanayofanya hayatasafirisha tena. Nitawavunja waliwali pamoja na maakida. Maliwali ni viongozi wa vijiji, viongozi wanaoongoza watu, na maakida ndio mnaita chiefs, wale ambao wako juu kiwango. Wote hao atawamaliza. Anasema hakuna atakayeonekana, atawamaliza wote. Kwa sababu anasema nami nitamlipa Babeli na wote wakaao ndani yake ya Ukaldayo. Anasema atamlipa Babeli. Atamlipa Babeli. Anasema Babeli ni Iran. Uelewe vizuri, ni Iran. Babeli. Anasema atawalipa na wale wote wakaao ndani yake, pamoja na wale ambao Abrahamu alitoka ndani yao, wanaitwa Wakaldayo. Wote walio na imani hizo za Wakaldayo na watu wa Babeli, Mungu anasema watalipa. Sijui kama unaelewa, watalipa. Na watalipa nini? Kwa mabaya yote waliotenda katika Zayuni. Mabaya yote waliotendea watu wa Mungu. Mabaya yote waliotendea Israeli. Israeli ndio tunasema Zayuni. Zion. Ile bomu wamepiga juzi hospitali. Walipiga hospitali kubwa sana ulimwenguni ya Israeli. Kaiangusha. Lakini wagonjwa wote Netanyahu walikuwa wamesanya wagonjwa wote, wamejenga basement ghorofa kama 5 chini ya ardhi. Wagonjwa wote walikuwa wamehamishwa, wanapelekwa huko chini kabisa. Sasa walipogonga ya juu, ni wachache tu walipata maslahi. Wagonjwa wote wanasema hakuna alipatikana, kwa sababu wote walikuwa wamepelekwa basement za chini. Kwa hiyo ni kuonyesha Mungu alikuwa amewaonyesha, toeni hawa kwa sababu adui atalenga hapa. Na wakawa wamesitiriwa. Sijui kama mnashika vile mimi nashika. Atomic bomb mwaka wa 1945. Dunia mzima haikuwa na atomic bomb. Jamaa mmoja akatengeneza hapa Marekani. Hiyo atomic akatengeneza. Wakasema wajaribu kama inafanya kazi. Wale Japanese walikuwa wabaya sana, wakiwa chini ya mfalme wao. Walikuwa naua na kuchoma, na ukimshika mateka anajiua, hawezi kumpeleka. Waliua watu sana, kuja wakiwa. Watu wengi walisukumwa sana huko vitani kwenda kujaribu kusaidia Uingereza na nchi zingine. Mjomba wangu walikuwa ndani yake, alienda mpaka Burma kusimama kule, lakini alirudi akiwa hai. Lakini aliweza kunieleza vile walimaliza watu wengi na vile hao watu walikuwa wakali. Mtu tufupi tu. Sijui kama mmeshaona Wajapanisi 5 wakiwekwa pamoja, huwezi chagua ni nani mlikuwa naye jana. Wanafanana. Wote wanafanana wanazo. Halo? Amerika ilichukua hiyo bomu wakajaribu. Na Hitler sasa hiyo alikuwa ameanza kuingia Urusi. Alikuwa ameenda Urusi mpaka Pietermaritzburg, anaelekea Moscow. Ameleta shida sana, ameshapiga Poland, amepiga vile Sweden, amemaliza, amepiga Britain, France, kila mahali amekuja Afrika, mahali hakuguza ni Ethiopia peke yake. Alikuwa karibu atawale dunia wakisaidiana na Mussolini ambaye alikuwa wa Italy. Lakini Amerika
iliweza kutoa hiyo bomu, ikaenda ikaangusha pale Hiroshima na Nagasaki, miji miwili iliyokaribiana sana. Hiyo bomu ilianguka, hata mwenye aliangusha, kwa sababu aliangusha na akiwa juu sana, ikachoma pale picha mbili tu hapo na hapo. Ilitoa mlipuko ambao mpaka leo watu wakiishi pale wanakuwa viwete mpaka today. Naamka miguu imekunjana, mingine wakai. Ili watu millions of people. Na unajua hao watu nimekwambia ni wengi sana, wakiwa pamoja walikufa so many millions. Hiyo mara moja Hitler aliposikia akasema kuna vita tena. Dunia mzima ikasimama vita. One bomb. Atomic bomb. Sasa nikwambie nuclear si kama hiyo. Hello? Nuclear haikuli nguo, haikuli mbao, haikuli chochote, lakini nyama, mwili na mifupa. Ikitupwa hapa inafanya ile kitu inaitwa chain reaction ya chemicals. Ikikuguza tu nyama zote zinayeyuka, nguo zinaanguka hapo, gari yako inabaki pale kama ulikuwa dereva, zinakaa tu, nyumba zinakaa na picha na kila kitu, lakini watu wote kwashi. Na zimepimiwa mileage, radius. Ikiangushwa hapa itaenda radius, diameter yake, radius. Watu hiyo sako yote hapo watamalizwa na moja. That is the problem. Hiyo ndio shida ya nuclear. Zikiangushwa kadhaa hapo utaona watu wanaanguka tu. Na wewe unaanguka pamoja na usiku utaenda mbinguni, sijui utaenda wapi. Hiyo unajua, sababu roho haitakufa, haitauawa na nuclear. Itabaki tu, itaenda kwa mwenye aliyepeana. Hello? Hizo ndizo Iran, Babylon ilikuwa imetayarisha. Ikitupa mbili ya Amerika, watu waanze kuisha. Alafu itamalizia huko kwingine polepole watawale. Ndio maana wazungu wengi wamehama Britain, wamekimbilia Australia. Sababu unasikia kila mahali katika vita Waarabu wanaua watu sana huko Britain, UK. Mpaka sasa prime minister wa huko ni Muhindi, alizaliwa Kenya. Halo? Niachilia, hata iko mama moja Mkikuyu amekuwa meya. Tumeanza kuchukua. Nakwambia nini? Okopa siku za mwisho. Sijui kama ni wakati huu, lakini mataifa yakiamkia yote Israeli. Umesikia vile Mungu atafanya. Atawamaliza na wote wanaoingia katika hiyo vita, atamaliza hiyo mataifa yote. Lakini Mungu ni mwenye huruma, atabakisha wachache ambao wataendeleza. Sio unafikiria nini? Sijui umekuwa ukiishi maisha ya kubahatisha tu. Hata ukiishi unaona ni kama wewe tu. No, it's not you. Katika pengo fulani usimame mahali pale kwa sababu ya dunia wakati huu, kwa sababu ya Sayuni. Mungu anatafuta ukamilifu wa roho. Wakati dunia iliharibika yote, wakati kila mtu alikuwa mbaya, hawataki kusikia mambo ya Mungu, hawataki hata kufanya nini, na walikuwa na kila kitu hapa ulimwenguni. Walifanya mambo yao usherati na nini na mambo yao, vita waliuana, hakuna koti ilikuwa inafanya kazi, walikuwa watu ambao hawana sheria. Mungu akasema najilaumu kwa kumuumba mwanadamu. Na nimewaguzia hapa, wanadamu ni wanyama, achilia wamama kwanza. Sababu hata vita yote ikija inasema ficha wa mama na watoto, kwa sababu ya tumaini la kesho. Lakini wazee, nikiwa mmoja wao, wakiingiwa na mafikira mbaya, wakiua wanauana kuua tu. Halo? Roho wa kifo akija, huwa anawatumia sana. Kwa sababu gani? Wanasema hata nikiwaua si mimi nitazaa tu, bado nina mbegu. Na ndio Mungu anakasirika, wote watamalizwa. Everybody. Hakuna mtu Mungu hapa ameacha
kuanzia vijana, kuanzia wazee. Sasa ni wakati wako wa kusimama imara. Nyakati hizo Mungu akatafuta dunia mzima, akakosa mtu mwaminifu, ijapokuwa mmoja tu, aliitwa Nuhu. Wewe unafikiri usipokaa kwa njia za Mungu utakuwa unasema tu Yesu ni Bwana na hakuna kitu kwa roho yako? Hata ukisikia kitu hiki neno unaogopa, kwa sababu unajua wewe ukitoka kanisa unataka kwa giza. Ulimwengu wako ni giza. Hakuna nuru hata kidogo inapatikana ndani yako. Ni wakati wako wa kujiuliza, niko mahali gani katika ufalme wa Mungu? Je, nitasalia? Je, nitakuwa Mungu atanishuhudia? Mungu akamshuhudia Nuhu. Mungu akamshuhudia Abrahamu. Akaja tuwashuhudia wote. Mpaka leo nakushuhudia wewe. Je, mlango wa mwisho utakubalika? Ama utakuwa kati ya mataifa yale yanasema Israeli uawe, Israeli iondolewe? Walitoka wapi? Kwa sababu haujaingia neno la Mungu, haujaingia historia, haujajua mapenzi ya Mungu. Unaangalia yako tu na ile elimu kidogo unapata. Na ndio Mungu anasema katika Hosea 4:6, ati watu wangu wana kwisha kwa sababu ya kukosa maarifa. Wakati mtakosa neno la Mungu, wakati mtakosa kujua, giza litakuja duniani. Simameni tuombe. Ni wakati mzuri juu ya kwamba kama Mungu hajasema kwisha, haijakwisha. Halo? Kama Mungu hajasema kwisha, haijakwisha. Mungu yuko kazini. Hata ukisikia ripoti gani kwa redio, kwa runinga yako, kwa nini? Jua Mungu yuko kwenye kiti chake cha enzi. Wacha Mungu atende kazi yako. Yako ni maombi. Amen. Niko mahali hapa.